restore. Era pasatana da boshata. Rakatana baboshata da bosaya. Repakatana babosaya. Bwana hatuwezi jambo lolote bila wewe. Oh Jesus, we don't have anyone else like you. The one that knows our lives. The one that knows everything of our lives, oh God. We welcome you in our lives tonight. That Lord, you may take full charge of our lives in the name of Jesus. We give you praise tonight. Thank you, Jesus. We know. Hey. Jesus, we worship your name. Oh my God, my Father, we surrender to you, Lord. We surrender to you, Lord. We surrender to you, Father. We surrender to you. We humble ourselves before your presence tonight. The Lord, you may take full charge of our lives, oh God. We exalt you, King of Kings. We acknowledge of your presence tonight. We acknowledge of your power. Oh my God. Rate paradakaya teramasa. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana. Kimbilio jingine ila wewe Bwana. Napenda nikae nawe, ewe Bwana wangu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana. Kimbilio jingine ila wewe Bwana. Napenda nikae nawe, ewe Bwana wangu. Nipe na Roho wako awe ndani ya mimi sina mwingine. Make a declaration tonight. Ila wewe Bwana. Kimbilio jingine. Kimbilio jingine. Ila wewe Bwana. Ila wewe Bwana. Napenda nikae nawe, ewe Bwana wangu. Ewe Bwana wangu. Nipenda Roho. Napenda Roho. Awe ndani yangu. Awe ndani yangu. Mimi sina
Ratose paradadesha, parakondia paradesha. Hatuna mwingine ila wewe, mfalme wa wafalme. Roho wako Bwana anatamani tukaweze kukaa pamoja nawe katika jina la Yesu. Roboshata erakatana baba mosai rate baradeshata parakombesiladesha rakatana baboshata dabakanda shatana mama baradekaya. Somebody lift up your voice and worship Jesus. Hatuna mwingine ila wewe, mfalme wa wafalme. Erakatana baba sata. Isingalikuwa ni nguvu zako na rehema zako Bwana, adui angetumaliza mapema, adui angetumaliza kitambo. Lakini kwa rehema zako Bwana, tumekuona ukitembea pamoja nasi, tumekuona mkono wako ukiwa pamoja nasi. Ni magari mengi ambayo Bwana tumetembelea, lakini rehema zako zimetubeba. Wewe pekee umetuwezesha tukaweza kusimama na kuona siku ya leo. That is why we are here, raising a sound of worship. Raise a voice of worship. Raise a voice of to the King of Kings, the Lion of Judah. He has given you an opportunity. Somebody worship Jesus. Worship the Lord. Worship the Lord. Surrender to Him. He is the one that created you. He is the one that gave you an opportunity to be found in the presence of Jesus. Somebody raise a voice of worship tonight. Raise a voice of worship. Surrender to Him. There is the power in submission. Let us submit to the love of Jesus. Let us submit to the power of God. Let us submit to the grace. Hey, Sharade Rabana Boshata. Mimi siwezi jambo lolote bila mfalme wa wafalme. Mimi siwezi neno lolote bila mfalme wa wafalme katika maisha yangu. Mimi siwezi jambo lolote bila the King of Kings in our lives. Paradesha tadadadada bakanda ratema savaradesha tadadadada bosha. Mimi siwezi neno lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi neno lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi neno lolote bila wewe, bila wewe. Mwite Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe. Sema Yesu. Mimi siwezi neno lolote bila wewe. Mwite Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe. Sema Yesu.
Oh, Yesu. Oh, yeah, say oh, say my Yesu. Yes, I can hear your voice say oh, oh, Yesu, Yesu. One more time, oh, say my yes. Father, we thank you, we give you praise. That is our name. Your presence to glorify and exalt your name. Ndiposa Bwana tunakushangilia kwa Somebody raise a voice of worship and praise Jesus in a better and mighty way. In the name of Jesus, we give you praise and we worship your name, Abba Father. Thank you, King of all the glory. Wacheni tukaweze kumshangilia Bwana kwa makofi, shangwe na vigelegele kwake Bwana. Let us raise a voice and clap for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa Bwana. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa. Piga makofi kwake. Umeinuliwa. Oh, mfalme wa wafalme tunakupa sifa. Umeinuliwa, umeinuliwa Bwana. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Wapi shangwe na vigelegele kwake Bwana. Makofi kwake Jehova. Unacheza kwake Yesu. Oh, Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa Bwana. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Oh, Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa Bwana. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Oh, Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa Bwana. Bwana wa mabwana umeinuliwa, Inua Yesu. umeinuliwa, umeinuliwa. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema sana. Uinuliwe Bwana wa mabwana, Inua Yesu. uinuliwe, umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema sana. Uinuliwe Bwana wa mabwana, Uinuliwe, umetenda mema. Baba umetenda mema. Umetenda Baba umetenda mema. Yahweh ametenda mema. Shama ametenda mema. Jana ulitenda mema. Kesho ulitenda mema. Wapi shangwe na vigelegele. Cheza kwake Yesu jamani. Hallelujah. Ametenda mema. Jana alitenda mema. Yeye ametenda mema. Maishani ametenda mema. Kazini ametenda mema. Wapi vigelegele na shangwe kwake Yesu.
shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Baba, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe kwa Yesu, Haleluya. shangwe kwa Yesu, Haleluya. oh, shangwe kwa Yesu, Haleluya. shangwe kwa Yesu, Haleluya. oh, shangwe kwa Yesu, Haleluya. shangwe kwa Yesu. Haleluya. Wapivi gelegele na shangwe, weka cheza kidogo kwake Yesu jamani. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Baba, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Baba, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe kwa Yesu, Haleluya. shangwe kwa Yesu, oh, shangwe kwa Yesu, Haleluya. shangwe kwa Yesu. Haleluya. Oh, Bwana Yesu anameremeta, Anameremeta. oh, Bwana Yesu anameremeta, Anameremeta. oh, Bwana Yesu anafanya nini? Anameremeta. Tukimwita anafanya nini leo? Anameremeta. Oh, Bwana Yesu anameremeta, Anameremeta. tukimwita anafanya nini? Anameremeta. Oh, Bwana Yesu anameremeta. Tumebadilishwa twafanana naye. Tumebadilishwa twafanana Oh, naye. tumebadilishwa twafanana naye. Tumebadilishwa twafanana naye. Tumebadilishwa twafanana naye. Tumebadilishwa twafanana naye. Bwana umetukuka sana juu ya viumbe vyote. Bwana umetukuka sana juu ya maisha yetu ya viumbe vyote. Nasema Bwana umeinuliwa sana juu ya viumbe vyote. Bwana umetukuka sana juu ya viumbe vyote. Umetukuka sana, Umetukuka sana. tunashangilia. Umetukuka sana. Umetukuka sana, Umetukuka sana. umetukuka sana, Umetukuka sana. umetukuka sana. Umetukuka sana. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Inua mikono yako, waambie Bwana asanti kwa wema wake na fadhili zake juu ya maisha yetu. Just lift up the name of the Lord on high. Prepare your heart for God to minister to your life in the name of Jesus. Because this is the day that the Lord has made to mold us and to give us the bread of life. He is Lord in our lives. He is Lord in our presence. Oh, Ramashakaramaganda. Father, we thank you. Father, we honor your name. Father, we exalt your name this evening. We are here, Lord, waiting on you, Lord Jesus, to feed us, to mold us, to equip us for your ministry. In the mighty name of Jesus, may you reign in our midst tonight. May you use your servant to speak the very good things that our God you have prepared for us. Oh Lord, may our meditation of heart and that of our mind be pleasing before you, Lord. We thank you. We honor you. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Karibisha ule uko karibu naye katika jina la Yesu. Amen. Welcome to the midweek service. I know God is going to bless our life this evening in Jesus' name. Thank you so much. Mungu wetu atubariki. Tusikae. Tunataka kualika neno la Mungu kwetu. I know we are tired, we are from work, but we are here to receive the word of God. Amen.
Amen, amen. With the joy of the Lord, let us put our hands together and welcome our pastor from Chris City, James Gitau, to bring the word of God to us today. In Jesus' name. Karibu sana. Asante. Tunaweza keti katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amenilida na kunihifadhi. Naendelea kumtukuza kwa sababu ya wema na fadhili zake. I am therefore born again and Christ is Lord in my heart. Receive greetings from my wife. Amesema msalimiwe na mbarikiwe sana. Amen. Chukua fursa hii kushukuru Bishop kwa sababu ya nafasi ya kuleta neno la Mungu. Najua tutabarikiwa pamoja na neno lake na litapata nafasi katika mioyo yetu jioni ya siku ya leo. Ningetaka tuingie katika kitabu cha Mwanzo 3. Tutasoma mistari mitatu kuanzia mstari wa 8 hadi wa 12. Genesis chapter 3 verse 8 to verse number 12. Mwanzo 3 tunaweza wekewa kwa lugha ya Kiswahili, mstari wa 8 hadi wa 12. Biblia inasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, narisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Nataka tuangalie sana sana mstari wa 12, turudie tena. Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Verse 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Mungu abariki neno lake. Ningetaka tuangalie hiyo mistari minne siku ya leo, na Mungu wetu atatubariki katika jina la Yesu. Na the message of today is taking responsibilities for our action. Kuchukua majukumu kwa sababu ya matendo yetu. Taking responsibilities because of our actions. Hapa tumesoma siku ya leo, utagundua ya kwamba hii ndio the first instance ambao tunaona mwanamume anakataa kuchukua majukumu. Na hapo tumesoma you are keen to observe. Wakati Mungu alikuja, anauliza Adamu, uko wapi? Nataka uone the first person ambayo Mungu anaendelea kutuzungumzia nayo siku ya leo. And where we have led, tunaona vizuri wakati Adamu na Hawa waligundua ya kwamba, wakasikia sauti ya Mungu wakagundua ya kwamba wako uchi, Biblia inasema walijificha. Na Mungu akawauliza, akawaita kwa sauti, akaita Adamu. Nataka uone Mungu hakuwaita wao wawili. Biblia iko clear, alimuita Adamu. Na Biblia inasema Mungu akamuita Adamu, uko wapi? Naye Adamu anasema, nilisikia ya kwamba unakuja, nami nikaweza kujificha
kwa sababu niligundua niko uchi. Mungu anamuuliza, uligunduaje uko uchi? Nani alikuambia uko uchi? Kwani ulikula ile tunda ambalo nilikuwa nimekuambia usikule? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ningetaka kuwapeleka chapter number 1 of Genesis and chapter number 2. Wakati tunaona Mungu anaumba Adam na Eve, anawapatia majukumu ya kufanya. Na majukumu ambayo walipatiwa majukumu ya kuangalia shamba la Mungu, na pia wakapatiwa majukumu ya kupata watoto. Lakini Mungu alikuwa amewapatia he had given them a condition ya kwamba wasiweze kukula ile matunda ya mti uliokuwa katikati. And today when we are talking about taking responsibilities, it is good to know kuchukua majukumu inagharimu wewe binafsi. Taking responsibility, it is about you as an individual. Na ningetaka kusema hivi, unaweza delegate ama unaweza ambia mtu akufanyie kitu. Wacha nitumie mfano na bishop. Bishop ni yeye Mungu ameaminia hili kanisa. Na kwa hivyo majukumu ya hili kanisa imepatiwa askofu wetu. Lakini kama siku ya leo ameniaminia niweze kuleta neno la Mungu. Lakini kama naweza kosa kuleta neno la Mungu kwa njia isiyofaa, majukumu ambayo bishop ameaminiwa haitakuja kwangu. Bado bishop, askofu wetu, hiyo majukumu iko juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. You can delegate a role, but you cannot delegate a responsibility. Kwa sababu by the end of the day you are answerable to God. Wewe ni wewe unafaa kujibu kwa Mungu. Nataka uone hapa Adam, wakati Mungu anamuuliza uko wapi na kwani ulikula ile tunda ambalo nilikuwa nimekuambia usikule. Nataka uone the first excuse ambayo Adam aliweza kuleta. Akaambia Mungu, verse number 12, huyu mwanamke ambaye uliniweka pamoja na yeye, aliyenipa matunda ya mti huo ni kara. Sometimes wakati unajipata katika challenges ama katika kitu ambayo hauko unatarajia, when you find yourself in the wrong, it is so easy to pass over that responsibility to somebody else. Kuna uwezekano unapeleka hiyo blame kwa yule mtu mwingine. In verse number 13 we see Eve anaulizwa na Mungu, lakini anasema Bwana Mungu akamwambia, mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikara. Nataka uone venye blame inaendelea, because they don't want to own the responsibility. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na leo, siku ya leo, ningetaka tuone what are the areas that require taking responsibility. Na kabla tufike hapo, we have two types of responsibility when we talk about a church context. Na aina ya kwanza ni majukumu ya wewe binafsi, kwa sababu wewe ndiye ambaye uliitwa na Mungu. Yes, tuko sisi kama kanisa la Pefa Cathedral, lakini mimi kama James, ni mimi Mungu aliniita na akakuita wewe, akatuleta pamoja ili tufanye kazi ya Mungu pamoja. There is individual responsibility. Na wapendwa, siku ya leo kila mmoja wetu ako na jukumu lake la kufanya katika nyumba ya Mungu. Ni kweli kazi ya Mungu haiwezi kosa wafanyikazi, lakini wapendwa, siku ya leo ni vizuri tufahamu ya kwamba Mungu ametubariki, tuko wengi, lakini kila mmoja wetu ako na jukumu la kufanya kazi ya Mungu. Ukiona mambo haiendi vizuri,
siku ya leo, let us not shift the blame to the other party kwa sababu tunataka kujiondoa sisi wenyewe. Sijui kama umewahi ona watu ambao wakati mambo haiendi vizuri, let me use in a job context, wakati jambo haikuenda vizuri, kuna mtu ako hii side anaenda mbele kwa mkubwa kusema yeye hakuhusika katika hiyo mambo, na anaenda mbele kusema wewe ni wewe uliyehusika, anajiondoa yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. For taking personal responsibility, today we need to own our mistakes and agree that we have wronged and tell God to help us to continue doing what God wants us to do. And second type of responsibility is what is called corporate responsibility. Majukumu ya sisi wote pamoja. Na in Genesis chapter number 1 and verse number 28, hapo ndipo tutaona corporate responsibility. Mungu aliwapatia Adam na Hawa majukumu ya kuleta watoto ama ya kuzaa watoto. Adamu mwenyewe hangeweza kuzaa mtoto. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hata Eve mwenyewe bila Adam ama bila mwanamume yeyote hangeweza kuleta mtoto. And that is what is called corporate responsibility. Na sisi kama kanisa tumeitwa kwa ushirika mmoja, ili nia yetu ni kupeleka injili ya Mungu pamoja, na kwa hivyo tukiona kazi haiendi vinavyofaa, we should not shift the blame to other people. Praise the name of the Lord. Na hapa tunaona wakati viongozi wanatuongoza, wakati tunaona mambo haiendi vizuri, tunaanza kushift the blame to other people. But today may the Lord help us to take personal responsibility. And what is responsibility? It is about fulfilling obligations both to God and to others, and taking ownership for one's action even when there are mistakes. Kuna majukumu kila mmoja wetu anafaa kutimiza. Na kwa hivyo kila mtu ako na majukumu, na sisi wote kuna ambaye tuna report to. We are reporting to God, like the way Bishop sent me to Perfect City. I always ensure I am reporting to him on the progress of the church. Yes, we are two pastors there. There are other leaders. Lakini all the times Bishop will ask me what is the progress of the church, kwa sababu ameweka hiyo jukumu on me. And therefore you are supposed to be answerable to God. Unafaa kujibu kwa Mungu, kwa sababu sisi wote tumepatiwa majukumu, na kila mmoja wetu atasimama mbele ya Mungu na aseme jambo ambalo amefanya. Lakini wapendwa, we need to take responsibilities of our actions. What are the areas that require responsibility? Ni areas gani kama wapendwa inafaa tuchukue majukumu ya sisi kibinafsi? And area number 1 is the area of repentance and forgiveness. Ile hali ya kutubu na kuomba msamaha. Hiyo haihitaji wewe kama mtu binafsi kublame other people. Tumeona katika hiyo verses tumesoma, wakati Adam anaulizwa, kwani mlikula ile tunda? Ulikula ile tunda? Adam ana shift blame, anasema yule mwanamke ambaye uliniweka pamoja naye aliniletea hiyo tunda na mimi nikala. Nataka uone the shifting of the blame. Then the wife Eve anaulizwa na Mungu. Nataka uone venye Mungu ana personalize maswali. Tunaweza kuwa corporate, lakini Mungu atakuchukulia hatua wewe binafsi. Nataka uone Mungu anauliza Eve. Tusome verse number 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya?
mwanamke akasema nyoka alinidanganya nikara. Hawa ni watu ambao hawakuwa na moyo wa kuomba msamaha mbele ya Mungu. Ni watu ambao walikuwa wana shift the blame to other people. In a family context, wakati bibi na bwana wamekosana, kuna uwezekano wa mabishano na the wife anaweza shift blame kwa mzee wake, lakini kama wataendelea kushift the blame, hakuna mmoja atachukua majukumu, kuna uwezekano hiyo ndoa haitafaulu vizuri. Na kwa sababu wapendwa, we are in the kingdom of God so that the Lord may continue to make us, we need to take responsibilities of our action. Praise the name of the Lord. Na hapa tunaona the first area that requires to take responsibility is the area of repentance and forgiveness. Hatutasoma 2 Samuel chapter number 12, but utajisomea. Utapata scenario ya David, ambapo after prophet Nathan alimkujia yeye mwenyewe. After David aliweza kulala na Bathsheba, and we know the story. Lakini nataka uone how David took full responsibilities of his mistakes. Na hapo ndipo nataka tusome verse number 13. Tunaweza tupatia verse number 13 of 2 Samuel chapter number 12 and verse number 13. Tunaona David ana acknowledge ya kwamba yeye ametenda dhambi na anahitaji rehema za Bwana. The reason we continue sinning even after receiving the grace of God is that we are not, when we are remorseful, hatuchukuli hiyo hatua na kuacknowledge ya kwamba sisi ni watenda dhambi na tunahitaji rehema za Bwana. Tunajipata tunajipata katika dhambi. Lakini tunaona mtumishi wa Mungu David anasema, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nataka uone Daudi ana acknowledge ile makosa ambayo alikuwa amefanya. Na wapendwa, if you read 1 John chapter number 1 verse 8 to 9, Biblia inasema tukisema ya kwamba hatujatenda dhambi, if we say we have not sinned, tunajidanganya na ukweli hauko ndani yetu. Lakini napenda verse number 9, wakati tutatubu, when we confess our sins, our God is faithful to forgive all our sins. Praise the name of the Lord. Wewe kama binafsi ukichukua hatua, the reason most people in the church, you find themselves they are struggling with different sin, it is because they don't want to own the sin. Praise the name of the Lord. Hawataki kuown ile dhambi ambayo wanatenda, na unapata wanaendelea kutenda. Because when you own the mistake, wakati una own hiyo mistake, inakusaidia kutorudia hiyo makosa tena. Hallelujah. Lakini kama wewe utaendelea kushift the blame to other person, utajipata wakati mwingine unajipata unarudia katika hiyo dhambi. And therefore today, church, for us to take responsibility, we need to take responsibility on the area of repentance and forgiveness. Praise the name of the Lord. Because wapendwa, ni vizuri tusisahau, there is a place we are looking for. There is a place we are longing for. There we will not say it is Pastor James ambaye hakunisaidia nikajipata nimeanguka katika dhambi. It is because person so and so hakuniambia nilikuwa nafanya dhambi. Lakini wapendwa, kila goti litapigwa mbele ya Mungu, lakini ni vizuri Mungu atusaidie that we shall take responsibility in the area of repentance and forgiveness. Praise the name of the Lord. If you read Psalm 51, you realize Daudi anakuwa na moyo wa kubodeka na kunyenyekea mbele za Bwana. Tunaona Daudi analilia Mungu, anamwambia Mungu,
usiondoe Roho wako Mtakatifu ndani yangu. Huyo ni mtu ambaye after tumeona in 2 Samuel chapter 12 and verse 13, amelia rais yeye ni mwenye dhambi. Ameambia Nathan, mimi nimetenda dhambi. Lakini ni verse number chapter number 51 of Psalm, tunaona Daudi anatubu mbele za Bwana. Wapendwa, kuna tumaini siku ya leo. Wakati tunatubu mbele za Bwana, Mungu wetu ni wa rehema mingi na anaturehemu, atatuondolea dhambi, tuende with all the freedom in Jesus name. Amen. Lakini ni wewe binafsi uchukue hatua yako wewe mwenyewe, uchukue jukumu ya kusema mimi ni mwenye dhambi na hitaji rehema za Bwana, and I need the mercies of God. Praise the name of the Lord. Another area that need to take personal responsibility is the area of stewardship. Hapo Pastor Liwe utanisaidia stewardship. Yes, ni wakili. Thank you Bishop. Ni wakili. Hallelujah. Kila mmoja wetu ile area inafaa kuwa na personal responsibility ni area ya stewardship. Yani wewe mwenyewe, you are so responsible of your own life. Wewe mwenyewe uko na jukumu ya maisha yako wewe mwenyewe. Kwenye utaenda ni wewe mwenyewe uko na majukumu ya kuangalia maisha yako. The area of stewardship. And if you read Matthew 25 verse 14 to 30, utapata hadithi ama a parable of 3 servants. Na Biblia inasema the master akapatia hawa 3 servants, akawapatia moja akampatia talanta 5, mwingine akampatia talanta 2 na mwingine akampatia talanta 1. Lakini nataka tu concentrate na huyo wa talanta 1. Unaweza go to the one that was given 1 talent. Nataka uone ile excuse. Sometimes if you are not a steward of your own life, if things go wrong, you are going to shift blame. You are so quick to shift the blame. If the service, ukiona praise and worship hakuongoza vizuri, ama mhubiri hakuongoza vizuri, the first thing utashift blame. Kuna uwezekano hawakujiandaa vizuri. Hizo speakers hata ndizo zilikuwa zinafanya mimi nisiongoze vizuri. Praise the name of the Lord. Una shift blame kwa sababu hutaki kutake responsibility. Hallelujah. Ukiona watoto wako hawaendi na njia inayofaa, badala uaccept the mistake, utashift blame useme na nimekuwa nikiwaambia kwa siku mingi. Nimekuwa nikiwakanya lakini hawasikii. Ukishift blame haitaleta suluhisho. Lakini ukitake responsibility, Mungu ni wa rehema na utapata suluhisho katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Nataka uone, then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering you have not scattered seed. Nataka uone attitude ya huyu jamaa. Anaambia master, anamwambia wewe, najua hata hakuwa ameulizwa ati kama hakuna pahali alikuwa ameambiwa kuhusu harvest, lakini huyu jamaa hatake responsibility. Angekuja ambia Mungu, sikuweza kufanya ulioniambia nifanye, nilienda nikaficha hiyo talanta, lakini naomba unipatie nafasi nyingine, nitakuwa mwaminifu na nitafanya jinsi ungetaka nifanye. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nakumbuka sometimes wakati tukiwa in the school, kuna mtu alikuwa anasema nagojea hii mwaka imalizike niachane na hii uongozi. Sitaki hii uongozi tena. Kwa sababu mambo haikuwa inaenda vizuri. Lakini baada ya Mungu nipatie nafasi nyingine nikutumikie.
ili nikuwe mwaminifu kwa sababu ya kazi ambayo umenipatia. Nataka kuwa mwaminifu, lakini una shift blame. Hallelujah. Wenye wako shule, mtihani kikosa kukuja vizuri kama venye bishop huwa wanaset, anasema huyo mwalimu hata hakuwa anasomesha vizuri, alituletea hata ile kitu hakuwa amesomesha kwa class, na ni wao hawakusoma. Praise the name of the Lord. It is so easy for you to shift the blame. May the Lord help us. If you don't grow spiritually, don't shift the blame and say hiyo kanisa yetu huwa hawahubiri vizuri, huwa hatupatii nafasi ya kukua, huwa hawanipatii nafasi ya kuhubiri, no wonder sijaweza kugrow. Mungu amekupatia responsibility for you to grow individually, and therefore members, don't shift the blame to other people. Praise the name of the Lord. Huyu jamaa anaambia master, najua wewe you harvest. Wewe kazi yako tu ni kuharvest. Kazi yako ni kuvuna. Hata kule hauko umepanda, lakini si ni Mungu alimpatia hiyo talent na hakumwambia what to do. I want to tell you, sometimes God will give you an opportunity and give you the free will to see how you shall take the responsibility. Mungu alinipatia mke, lakini hakuniambia kila wakati vile nafaa kufanya na mke wangu. Ananipatia neno lake, ananipatia maagizo ya jinsi ninafaa kuleta familia yangu vizuri na jinsi inavyofaa. Lakini familia yangu, God forbid, isipoenda vizuri, Mungu hatauliza my wife, ataniuliza mimi, kwa sababu mimi ni yeye amefanya the priest, and therefore I should not shift the blame to other person. And therefore church, that area of stewardship, kila mtu akona majukumu ya kuangalia vizuri ile mali ambayo Mungu amekupatia. Na unajua kuna kitu Mungu ameweka ndani yetu, the free will ya kufanya. Amekupatia choices, ni wewe uchague jinsi utakavyofanya. Na mambo ikisipoenda vizuri, hauta shift the blame. It is good to know that in the area of stewardship, God wants us to take responsibility. Praise the name of the Lord. There is a friend of mine, she's a CEO, she told me, wakati unapata ile pesa unapata kila mwezi, unafaa kuchukua majukumu kana kwamba hautapata mshahara ingine hiyo mwezi ijayo. Praise the name of the Lord. Na nikafikiria, nikaona ni ukweli, kwa sababu wakati mwingine unaona pesa inaingia, kuna uwezekano unaweza zitumia bila kuangalia kesho. And because God is inviting us to becoming good stewards of the kingdom resources, of your own resources, of your own family, you have a call to become a faithful steward. Praise the name of the Lord. Wakati unaenda choo, unamwaga maji, kwa sababu kuna mtu ambaye ameajiriwa na kanisa atakuja kupaguza. Are you becoming a good steward? Wakati unamwaga takataka kila mahali, kwa sababu umeonyeshwa vizuri pale kuna pahali unafaa kutupa takataka, are you becoming a good steward of the resources of the kingdom? Praise the name of the Lord. May the Lord help us to become good stewards in Jesus' name. Huyu jamaa alifikiria Mungu atamwambia wewe eda, lakini Biblia inasema Mungu alimnyang'anya. Hiyo alikuwa nayo. It is so painful to lose. You can lose even what you had, and it can be given to somebody else who was more faithful and who was more responsible than you. Tutakuja hapo tukiona the power of taking responsibilities. Mungu anisaidie that I will not lose what God had given me to take me to the other level.
Praise the name of the Lord. Because the responsibility lies with me. And as I conclude that point, I want to say, each and every blessings comes with the responsibility. Kila baraka ambayo unapata inakuja na majukumu. Na kwa hivyo wapendwa, kwa sababu tutakuwa answerable to the Lord, ni vizuri Mungu atusaidie ya kwamba tukue good stewards of the resources of the kingdom. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. I always remind myself, Bishop gave me the free will to lead the church. But I always remind myself, I should take care of the resources of the kingdom. Because I am answerable to God. And that drives me always. If you are the treasurer of the church, God help me and you to take care of the resources of the kingdom. I will not be there forever. A time is coming, I will not be there forever. But what legacy will I leave? Na sisi kama accountant, we always say, figures don't lie. Numbers hazidaganyi. Wakati vitabu zinaperuzwa hivi, hili ambayo nimesema nilitumia katika ufalme, je, itakuwa hiyo ama kutakuwa na dosari? Mungu anisaidie na atusaidie to become good stewards of the kingdom resources in Jesus' name. Another area that require responsibility, naona masaa yangu inakaribia kuisha, is the area of leadership. Hapa sitaki kusema kuhusu kuchukua majukumu ingine, lakini nataka kuongea kuhusu wewe kama kiongozi. Wakati mambo inaenda vizuri, wakati mambo haiendi vizuri, wewe unachukua responsibility. You own the mistakes you have made. And this is what translates to becoming an effective leader. Ukiona kiongozi ambaye ana shift blame kwa wale wengine, kuna shida pahali. And therefore, church, we need to take responsibility in the area of leadership. We are preaching at a time wakati Mungu ametuleta viongozi mwaka mwingine na wengine wamekuja katika uongozi wa kanisa. Lakini Mungu anisaidia wakati hii miaka itaisha, nitakuwa nimechukua majukumu na nitakuwa answerable for the actions that I did. And that is what is going to make me an effective leader. And someone said that taking responsibility is the highest mark of great leaders. Kuchukua majukumu ndio the greatest mark, ni alama ya juu sana ya kuwa kiongozi, a great leader. Najua wenye wako uongozi you are desiring to become a great leader, but you cannot become a great leader without taking responsibility. It is good to take responsibility. Another area that require responsibility is the area of work. Kufanya kazi. Proverbs chapter 6, 9 to 11, utapata a good story we know. And that story is about, Biblia inatuambia twende kwa the ant, tuangalie njia zake ili tukue wenye hekima. Lakini ukisoma hiyo phrase utaona Biblia inasema that this ant haina master. Lakini kuna kitu moja hii mnyama, haka kama mnyama kadogo huwa kanafanya. Huwa kanajiwekea. It keeps store. It keeps, inajiendelea kujiwekea. Wakati imevuna inajiwekea kwa sababu ya wakati wa kukosa. Na ukisoma Biblia, hapa ndipo nataka to emphasize so much.
whereby the Bible says, utarara mpaka lini? Praise the name. Unaweza tuwekea hapo kidogo, we see that scriptures, Proverbs chapter 6, verse 9 to 11. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep. Huyu ni mtu ambaye analala, anasema mimi wacha kwanza nilale. A little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you. Nataka uone personalize vizuri. Kama our theme, Bishop was explaining to us, it has a lot of you, wewe binafsi. You like a thief, and scarcity like an armed man. The next verse. A troublemaker and a villain who goes about with a corrupt mouth. Wacha tufikishe hapo. Wakati unaendelea kutofanya kazi, sisemi kuomba ni vibaya, lakini kuna uwezekano wapendwa wako kanisani lakini hawataki kufanya kazi. When you are not willing to work, if you read 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, if anyone will not work, he shall not eat. Hii ni Paulo alikuwa anaandikia kanisa la Wathesalonike. Kwa sababu kuna wapendwa katika hiyo kanisa hawakuwa wanataka kufanya kazi, walikuwa wanarely na kupatiwa na wale wengine. That is the context if you read that scripture. They were relying on others for support. And therefore, church today, maybe you don't have what you could want to have today. But the question is, what are you doing now to achieve what you want in the future? Praise the name of the Lord. The area of work requires responsibility. Wapendwa, Mungu atusaidie tuchukue majukumu ya kufanya kazi pamoja, ya kufanya kazi ya Mungu pamoja, tushikane pamoja, tuendelee kufanya kazi ya Mungu na Mungu ataendelea kutubariki, because God will always bless the work of our hands in Jesus' name. Praise the name of the Lord. You can pray, it is good. But what are you doing after prayers? We need to work when it is still daytime. Kwa sababu Biblia imetuambia tusipofanya hivyo, what will happen? Ufukara utatugoga sisi. May the Lord help us to take responsibility in the area of work. The last area I want to talk about is the area of witnessing. Kila mmoja wetu ameitwa katika area ya kuwitness ama kuhubiri neno la Mungu. Na hiyo ndio muongozo wa kanisa letu la PEFA, dhehebu letu la PEFA. Matthew 28 verse 19 to 20. Si Mungu anisaidie huu mwaka kukue na utofauti. Mpendwa, hauwezi niambia tunapaga crusade zote na wewe hauwezi patikana hata sade moja. Ukuje tu usimame ushagirie mhubiri akihubiri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tunapaga crusade all the times lakini hakuna watu, hatupatikani. Mungu anaweza kufungua upatikane kuhubiri. Hata si unaweza enda mkienda kuhubiri ubebe mhubiri. Kama wakati tulikuwa tunaenda kuhubiri, mwingine ni siku yake ya kwanza anasema nimeleta mhubiri kuhubiri. Na mhubiri anahubiri na yeye anakaa chini. Hallelujah. There is a blessing. Praise the name of the Lord. How beautiful it is. Tunapopaga crusade kama zinazokuja. Tukisema hapa sade tusiende nyumbani, tunaenda sisi wote, umati wa watu. Watu wengine watakuja, wataingia katikati yetu na wataokoka katika jina la Yesu. You know, crowd will attract crowd. We have to be available to serve the Lord now. Praise the name of the Lord. I know the heart of Bishop this year is to evangelize and to make souls for the kingdom. If you cannot preach, there is what is called the ministry of presence. Be there. Praise the name of the Lord. Be there to encourage the people.
Be there, and when you are there, God will touch you and give you the grace to speak to somebody. Praise the name of the Lord. There is a phrase Pastor Lee will like using. Preach. And if it is a must, use words. Hubiri. Lakini kama ni lazima, tumia maneno. Mpendwa, ukiwa pale, mama wetu wamevaa vitabaa na wazee suti za black vizuri. Tuko pale tunahubiri neno la Mungu. Tunaenda round before tuanza crusade. How beautiful it is in Jesus name. Hallelujah. Venye niliona wakati wa cathedral setup, tulikuwa wengi tunaenda mbele ya bad. Hallelujah. How beautiful it is when we are going to proclaim the gospel in Githurai. The time to turn this city upside down is now. And the people God is going to use is me and you. Amen. Tell your neighbor you need to be available. Praise the name of the Lord. Hata ukienda pale munaenda mnahubiri, unaenda ukiomba, kama unaogopa ukiwa peke yako, unaenda nyuma ya Pastor Liwell hivyo. Hallelujah. Unaenda you are interceding for Pastor Liwell. Hallelujah. You will be there to preach the gospel. The children of Israelites walikuwa wamepatiwa na Mungu maagizo. Wanaambiwa mzunguke ukuta wa Yeriko mara 7, siku 7, na siku ya 7 mzunguke mara 7. Lakini kuna wale walikuwa wanawaongoza. Lakini wana Israeli walikuwa pale nyuma. The thing was wazunguke ukuta wa Yeriko. Hallelujah. Mungu hakuambia lazima mkue mbele, kwa sababu lazima kukue na wale wanatuongoza. Lakini wao kuwa pale, it made all the difference. Hallelujah. When you are there to preach the gospel, I want to encourage us today. May the Lord help us to take responsibility in the area of witnessing in Jesus' name. I want to conclude with the power of taking responsibility briefly as I wind up. Or what are the benefits of taking responsibilities? Number one benefit of the power, it attracts more responsibilities. Inavutia majukumu mingi. And this is true if you read where we have read in the book of Matthew 25. Mwenye alikuwa na moja alinyang'anywa, akapatiwa yule alikuwa na 10. Mwenye alikuwa amepewa 5 akaenda akafanya kazi kwenye tulikuwa tunasema area of responsibility, akafanya kazi, aliongezewa ile moja. And wapendwa, today if you need more responsibility, first of all lazima uaminike, lazima uonyeshane uaminifu kwa ile jukumu ambayo umeaminika. Labda wewe unatamani kuwa chair wa kanisa wa wazee, lakini umeaminika kama member wa hiyo care group. You know, it is the nature of people who don't want to take responsibility. They always fight the people who are taking responsibility. Ebu muone, kazi yake ni kujituma mbele sana. Hallelujah. Hii ndio maneno wapendwa huwa wanaongea. We would resolve some conflict in the ministry we were serving. Hallelujah. Kazi yako unaenda tu ni wewe, kwani ni wewe tu unaitagwa kuhubiri? Kwani ni wewe tu bishop anaambianga uongoze service? Hallelujah. The people who don't want to take responsibility, they shift the blame. But today, if you take responsibility, it is going to attract more responsibility. Praise the name of the Lord. And that is the power of responsibility. In your place of work, ukiwa mwaminifu kwa ile jukumu ambayo umepatiwa, I want to tell you, they will not tire to recognize you. Because you have taken more responsibility. When you take that responsibility, it is going to attract more responsibility. May the Lord help us in Jesus' name. Some of us, God has given you a lot of ability. You can do so much. But some of us don't want to take responsibility.
Lakini ukiwa mwaminifu na hiyo jukumu moja Mungu amekupatia, Mungu atakupatia majukumu mengine katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Sometimes I talk to Bishop, he tells me once, unajua James, nitajenga cathedral ingine kabla nizeeke. Hallelujah. Na Mungu atatimiza hiyo kwa sababu ameaminika na responsibility ambayo Mungu amempatia. Praise the name of the Lord. If you become responsible with whatever God has given you, God is so unjust, he will give you more responsibility. And you know when more responsibility come, lazima uendelee vizuri katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Kama ulikuwa umeajiriwa pale uko receptionist, unakuwa mwaminifu. Hallelujah. Mungu anaona uko responsible, anakushift, unaacha kuwa receptionist, anakufanya supervisor, unaendelea kuwa more responsible, majukumu inakuja, unaendelea kuwa mwaminifu na Mungu anakuongezea majukumu mengine, unajipata umegrow. Praise the name of the Lord. And that leads me to power number 2. It leads to personal growth and development. Inakufanya wewe uendelee kukua. And you know, wakati unakuwa, unafaa kuwa juu ya mwenye unaongoza. Na kwa hivyo wakati responsibility inakuja, the power of being responsible is, it leads to personal growth and development. And I will say that responsible people easily grow from one level to another, since they can be trusted and are reliable. Watu ambao wameaminika kwa majukumu, wako waaminifu, huwa wanaendelea kugrow. Because God has not limited you. There is so much in store for you. And that is why Jesus aliambia wanafunzi that you shall even do more than what I am doing. Hallelujah. For you to do more, you need first to do the less, to be tested whether you can do the more. Praise the name of the Lord. That is the standard of God. And therefore, church, may God help us to be responsible, because the power of that, it is going to lead us to our personal growth and development. Number 3, the second last as I wind up, it improves accountability. Unakuwa mtu ambaye ako accountable kwa ile mambo ambayo wewe unafanya. Mtu accountable ni mtu ambaye anakubali anakubali makosa yake, na analyze that if I am responsible, I am accountable to God. Kuna ambaye I am accountable to. And therefore the power of taking responsibility, it improves your accountability level. Yani wewe unakuwa ni mtu ambaye ako accountable. Pastor Liwe nisaidie kwa Kiswahili. Unakuwa ni mtu ambaye ako accountable. Hallelujah. Mtu ambaye anaweza aminika. Hallelujah. And therefore, church, we need to take responsibility, because it is going to improve our accountability level. You know, it is good to work with the people ambaye mkitembea na wao watakuuliza familia yako inaendelea namna gani? Kazi yako inaendelea namna gani? Ni jambo gani naweza kusaidia kuomba na wewe? You are accountable to God. You are accountable to someone else. As here, we are accountable to our bishop. If we take responsibility because our bishop is here, we are accountable to him. We'll come and tell him, we have done this and this. Kama the master, they were the servants, they were accountable to the master. Kuna yule ambaye walifaa kujibu kwake. Na kwa hivyo, if you take responsibility, it is going to improve your accountability level. And the last power, it helps you to improve relationships. Wakati unakuwa wewe ni mtu wa kukubali kuchukua majukumu, uhusiano wako na watu wale wengine, uhusiano wako na Mungu unajengwa vizuri, kwa sababu wewe ni mtu ambaye amekubali kuchukua majukumu.
Wale watu huwa wana shift the blame to other people. Uhusiano wao na hao watu unaharibiwa kwa sababu wana shift the blame to other people. Wale watu wamejaa na vijisababu vingi. Wakati wanaulizwa kwa nini haukufanya hivi, hao watu uhusiano wao na watu wale wengine unakuwa na shida. Yule mtu ambaye hachukui responsibility ya kutubu na kuomba Mungu msamaha, uhusiano wake na Mungu unakuwa na shida kila wakati. Kiongozi ambaye hachukui majukumu, uhusiano wake na wale watu wanaongoza unakuwa na shida. Lakini the power of that, if you take responsibility, it is going to improve your relationship. Yule mume ambaye hakubali kuchukua majukumu, nilikuwa nasoma another statistics ya WHO, wanasema I think 100 million street children in the world. 100 million. Hao ni watu wengi. Kuna statistics nyingine nilishtuka sana leo. Nikaona 1,700 pastors leave the ministry every month. Hiyo statistics ilinishtua sana. Ingine nikaona over 4,500 churches close every month. Lakini zile zinafunguliwa ni kama 3,500. Hiyo statistics ikanishtua sana. Watoto wengine wamepotea kwa sababu kuna watu wamekosa kuchukua majukumu. Wameachia walimu majukumu. Wameachia wale wengine majukumu. May the Lord help me in Jesus' name. Hallelujah. Kuna ndoa mingi ambazo zimevunjika kwa sababu kuna mtu pahali hataki kuchukua majukumu. Mungu amewaelezea vizuri in Ephesians chapter number 5. Majukumu yako kama mume, majukumu yako kama mke ni nini? Lakini unakosa kuchukua hiyo majukumu, na badala ndoa yako iendelee vizuri, ndoa yako inaendelea nyuma. And I want to tell you today, if you want to check the success of any man, of anyone, check at the success of their family. Praise the name of the Lord. May the Lord help me to take responsibility over my family, over what I do every day, because I will be accountable to the Lord in Jesus' name. I want to invite Bishop to pray for us in Jesus' name. May the Lord bless you so much. Thank you. God bless you.